Hujambo tena mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Tunaendelea kujifunza kitabu cha Mwanzo na leo tuko katika sura ya 4. Katika sura ya 3 tulijifunza jinsi mwanadamu alivyoanguka dhambini, jinsi shetani alivyomdanganya, jinsi shetani anavyoendelea kuwadanganya watu siku ya leo, na jinsi alivyomjanja kiasi kwamba watu wengi hawagundui njama zake. Kwa hivyo siku ya leo nataka tena tuangalie sura nyingine ambayo ni sura ya 4 katika kitabu hiki, na kichwa chetu ni Kaini na Habili, dhambi inavyoendelea kuharibu mwanadamu. Na maandiko yetu makuu yatatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 5, na vile vile kitabu au waraka wa Waibrania sura ya 11 mstari wa 4. Na Mwanzo sura 4 mstari wa 3 hadi 5 inasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake wa mifugo na sehemu zilizonona. Bwana akamkubalia Habili na sadaka yake, bali Kaini na sadaka yake hakuwakubalia. Kisha waraka wa Ibrania 11 mstari wa 4, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Na malengo yetu katika somo hili ni, baada ya somo hili tutaweza kuelewa historia ya Kaini na Habili. Tutaweza kuelewa umuhimu wa ibada inayompendeza Mungu. Tutaweza kutambua hatari ya wivu, hasira na chuki. Tutaweza kuelewa matokeo ya dhambi isipotubiwa, na vile vile tutaweza kujifunza umuhimu wa kutawala hisia na tamaa mbaya. Na kwa hivyo katika Mwanzo wa sura ya 3 kama tulivyosema, tumeona dhambi ikiingia duniani. Na katika Mwanzo sura ya 4 tunaona dhambi ikikua ndani ya moyo wa mwanadamu. Tunaona mauaji ya kwanza katika historia ya dunia, na vile vile tunaona kuvunjika kwa mahusiano ya kifamilia. Kwa hivyo tunaona kwamba dhambi haikusimama Edeni, bali iliendelea kuenea katika kizazi cha Adamu. Na tunapoangalia kifungu cha kwanza na cha pili, tunaona kuzaliwa kwa Kaini na Habili. Na Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akachukua mimba akamzaa Kaini. Hawa alizaa watoto wawili, yani Kaini ambaye alikuwa ni mkulima na Habili ambaye alikuwa mchungaji wa kondoo. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu anadhamini kila kazi halali, na kazi ya mkulima na mchungaji zote zilikuwa za heshima mbele za Mungu. Na tunapoangalia kifungu cha 3 hadi cha 5, tunaona sadaka za Kaini na Habili. Na tunaona Kaini alitoa mazao ya ardhi, naye Habili alitoa wazao wa kwanza wa mifugo yake. Na Mungu akampokea Habili, lakini hakumpokea Kaini. Na hapa kuna swali ambalo linasema, kwa nini Mungu alimpokea Habili? Biblia inaonyesha kuwa tatizo halikuwa aina ya sadaka pekee, bali moyo wa utoaji. Katika waraka wa Ibrania sura ya 11 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hivyo tunaona kwamba Habili alitoa kwa imani, akatoa kilicho bora, na vile vile akatoa kwa moyo wa utii. Bali Kaini alitoa bila imani ya kweli, na vile vile moyo wake haukuwa sawa mbele za Mungu. Na vile vile tukiangalia somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu haangalii zawadi tu, bali anaangalia moyo wa anayetoa. Katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Mungu hutazama moyo. Na tunapoangalia kifungu cha 5 hadi cha 7, tunaona hasira ya Kaini, ambapo Kaini tunaona akaghadhabika sana na uso wake ukakujamana. Kwa hivyo tunaona Kaini alikasirika. Tunaona hapa Mungu akimuonya Kaini. Sura ya 4 na mstari wa 7 tunaona dhambi iko mlangoni, nayo inakutamani wewe,
walakini yapasa uishite. Hicho ni kipande cha Biblia ambacho kinatoka katika kifungu cha 7. Hayo ni maneno ambayo aliambiwa Kaini na Mungu. Na tunapoangalia mafundisho muhimu hapa ni kwamba dhambi huanza kidogo, alafu pia hujificha moyoni, kisha ikiachwa hukua na kutawala maisha. Kwa hivyo tunaona Mungu alimpa Kaini nafasi ya kutubu kabla ya kutenda dhambi kubwa zaidi. Tunapoangalia kifungu cha 8 tunaona mauaji ya kwanza duniani. Tunaona kwamba Kaini akamwambia Habili ndugu yake. Alafu tunapoendelea tunaona akamuinukia Habili ndugu yake akamuua. Na hatua za dhambi ya Kaini ilikuwa kwanza ni wivu, pili hasira, tatu chuki, na vile vile kumalizia ikawa ni mauaji. Kwa hivyo tunaona dhambi moja isipotubiwa huzaa nyingi. Katika waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 15 Biblia inasema kwamba halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Katika kifungu cha 6 tunaona Mungu akimhoji Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Na kama ilivyokuwa kwa Adamu, Mungu alijua ukweli, lakini alimpa Kaini nafasi ya kukiri. Kwa hivyo tunaona jibu la Kaini lilikuwa sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kwa hivyo lilikuwa ni jibu lenye ghadhabu na kejeli. Kwa hivyo tunaona kwamba hili linaonyesha uongo, kiburi na vile vile kutokubali kosa. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu anataka tuwajibike kwa matendo yetu. Tunapoangalia sura ya kifungu cha 10 hadi 12 tunaona hukumu ya Kaini. Na Mungu alisema, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Kaini alilaaniwa, na vile vile tunaona ardhi haigemzalia vizuri, na kwa hivyo angekuwa mtoro na mtu wa kutangatanga. Kwa hivyo ile baraka ya mazao yake, ya kazi ya mikono yake ikawa imelaaniwa. Kwa hivyo ardhi haikuweza kumsaidia tena. Tunapoangalia kifungu cha 13 hadi 16 tunaona rehema katika hukumu. Na tunaona ya kwamba ingawa Kaini alihukumiwa, Mungu hakumuua. Mungu aliweka alama juu yake ili asije akauawa na wengine. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu ni mtakatifu katika hukumu na vile vile ni mwenye rehema katika adhabu. Tunapoangalia kifungu cha 17 hadi 24 tunaona kizazi cha Kaini. Kwa hivyo tunaona Kaini na uzao wake waliongezeka, na tunajifunza maendeleo ya miji, ufugaji, muziki na ufundi. Lakini pia tunaona kuongezeka kwa uovu. Kwa hivyo kwa mfano ni Lameki aliyekuwa mwenye kiburi na kisasi. Kati ya kifungu cha 25 na 26 tunaona kuzaliwa kwa Sethi. Na tunaona Mungu inasema Mungu amenipa uzao mwingine badala ya Kaini. Kwa hivyo baada ya Habili kuuawa, Mungu alimpa Adam na Hawa mtoto mwingine ambaye aliitwa Sethi. Na kutoka kwa Sethi ndipo ulipokuja ukoo uliompelekea Nuhu, Ibrahim, Daudi, Yesu Kristo. Tuangalie sasa Kristo katika Mwanzo sura ya 4. Tunaona ya kwamba Habili alikuwa mfano wa Kristo kwa namna fulani. Tunaona kwamba alikuwa mwenye haki, alikataliwa na kuuawa na ndugu yake, vile vile damu yake ilililia haki. Lakini damu ya Kristo ni kuu zaidi. Tunaona waraka wa Ibrania sura ya 12 mstari wa 24, Biblia inasema, na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu ya Habili ilililia hukumu. Damu ya Kristo inaleta msamaha kwa wenye kutubu. Na fundisho kuu hapa la kiroho ni kwamba Mungu hutazama moyo. Na maanisha ibada ya kweli huanza moyoni. Wivu usipotawaliwa unaweza kuharibu maisha na mahusiano. Vile vile tunaona dhambi hukua taratibu. Kwa
Kwa hivyo tunaona kwamba inaanza moyoni kabla ya kuonekana kwa matendo. Na vile vile tunaona Mungu hutoa nafasi ya kutubu. Kama alivyomuonya Kaini, Mungu hutupa nafasi ya kurekebisha njia zetu. Vile vile tunaona rehema ya Mungu ni kubwa. Tunaona kwamba hata katika hukumu Mungu huonyesha rehema. Tuna maswali hapa maswali manne ambayo tunaweza kujaribu kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Mungu alimkubali Habili na si Kaini? Kwa nini Mungu alimkubali Habili na si Kaini? Swali la pili, wivu unaweza kuharibu maisha kwa namna gani? Wivu unaweza kuharibu maisha kwa namna gani? Swali la tatu, tunajifunzaje kutawala hasira? Tunajifunzaje kutawala hasira? Swali la nne, ni kwa namna gani Mungu huonyesha rehema hata kwa wenye dhambi? Ni namna gani Mungu huonyesha rehema hata kwa namna gani? Na aya ya kukariri inasema, inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, dhambi iko mlangoni, nayo inakutumaini wewe, walakini yapasa uishinde. Na vile vile tunapoelekea kuhitimiza somo hili letu, tunaona kwamba Mwanzo wa sura ya 4 inatuonyesha kuwa dhambi ilipoingia duniani haikusimama kwa Adamu na Hawa. Iliendelea kukua katika kizazi kilichofuata na kuzaa wivu, hasira, chuki na mauaji. Vile vile tunaona hata hivyo tunajifunza kwamba Mungu huangalia moyo wa mwanadamu. Humuonya kabla hajaanguka na hutoa nafasi ya kutubu. Pia tunaona mwanga wa tumaini kupitia uzao wa Sethi ambao hatimaye unatupeleka kwa Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Mtazamaji wangu, ninatumaini ya kwamba umejifunza mengi kuhusu dhambi ilivyoendelea kukithiri katika maisha ya mwanadamu. Tumejifunza leo kupitia Kaini pamoja na ndugu yake Habili, na vile vile tumeona ya kwamba tumeona utaratibu wa jinsi dhambi inavyomwingia mwanadamu. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendea mema. Shalom.